inapoanza siku. Mwaka na kibwengo. Hakuna cha mchele. Eti mabadiliko kupitia Mkuu wa Kaya. Amentimua na kanambia atakata kuniona. Unyanyasaji wa kijinsia, wanawake na watoto tunakemea. Unanikumbusha mwanangu Gracious ambaye ameshafariki siku nyingi. Bangu. Wadau wangu, kama ilivyo kawaida kwamba kwa sasa tutakuwa tunawaleteni update tofauti kupitia kwenye hii channel ya Malocho TV. Kama vile ambavyo tulivyokuwa tunaelimishana kupitia kwenye Kaya Mkuu wa Kaya pale Times FM, lakini pia Kaya Mkuu wa Kaya ya TV kupitia kwenye kingamuzi cha Zuku pale Plus TV. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutakuwa tunatumia kwenye hii Malocho TV kuendelea kujifunza na kukumbushana yale ambayo tulikuwa tunayakosa kwa kipindi hiki kichache kwenye TV na kwenye radio. Lakini pia tutakuwa tunakaribisha maswali ya kile ambacho natamani kukijua, ambacho nahitaji kujifunza. Kiufupi, kuna kitu ambacho nataka nikizungumze kwamba miaka 40 ijayo taifa litakuwa na wazee wengi masikini. Miaka 40 ijayo taifa litakuwa na wazee wengi maskini. Nikisema kutakuwa na wazee wengi maskini, nikiwa namaanisha kwamba asilimia kubwa ya vijana wengi ambao wa sasa hivi katika maisha yetu ya utafutaji tumekuwa tukitafuta huku tukiwaangalia wale waliofanikiwa, sio kuangalia wale ambao wanaopambana kuyaendea mafanikio yao. Kwa hiyo katika hatua tukiangalia wale ambao wamefanikiwa, inafika wakati tunajikatisha tamaa kwa hichi kidogo ambacho sisi tuko nacho, tukiamini kuwekeza hiki kidogo mpaka kufika pale ambapo tunaotamani au tunaoangalia katika mafanikio yao kwamba hatutoweza kufika. Hii hali ya kukata tamaa na kuja kutamani maisha ya watu waliofanikiwa, itafika wazi kijana atajikuta anafika umri wa miaka 60, miaka 70. Tayari ameshachoka, hata kile kidogo ambacho alichokuwa anakipata ameshindwa kuwekeza kufikia kwenye wingi, akiamini kwamba atapata cha wingi kwa kuendeleza harakati na kujitumikisha kuwataka kuwa karibu na watu fulani waliofanikiwa na kuendelea kutafuta misaada na udhamini wa kile anachoamini kitamfaa pasipo kutafuta njia nyingine ya ziada. Sasa vijana, tujaribu kuamka. Asilimali kubwa ambayo itakayokusaidia kijana ni kuwa na mali isiyo ameshika. Unapokuwa na eneo lako popote pale, haijalishi kwamba utapata eneo wapi, basi ni bora ukaenda kuwekeza ardhi. Kwa kuwa na kiwanja, huwezi kujua kesho yako kiwanja leo cha 500,000, basi kuna siku itakupatia milioni 5. Na hapo utakapowekeza ndipo mahali utakapotengeneza makazi yako. Kwa hiyo sababu ya vijana wa sasa hivi miaka 40 ijayo kuja kuwa maskini ni hii hali ya kukata tamaa ya kidogo chao kutokuwa sehemu ya ndoto ya kile wanachokikusudia. Kwa hiyo tumekuwa tukitamani kufanya makubwa na kuishi kwenye maisha ya watu wenye ndoto ya waliofanikiwa kwa kuwatazama wao. Kwa hiyo hiki ndicho kigezo kitakachosababisha vijana wengi walio sasa wenye umri ya miaka 30, wenye umri ya miaka 40 mpaka kufika miaka 40 ijayo, maana yake lazima kutakuwa na wazee ambao watajikuta sasa wanaingia katika takwimu ya wale ambao wana sifa ya kuwa wazee maskini, kwa sababu hawatakuwa na makazi, kwa sababu hawatakuwa na maisha mazuri, lakini pia watakuwa tegemezi kwa vizazi vyao kwa kutafuta msaada, ihali wao waliamini ipo siku watafanikiwa kwa kuangalia maisha ya waliofanikiwa kwa kutafuta kikubwa kuliko kukithamini kile kidogo chao walichokuwa nacho na kujaribu kuwekeza kwenye ule udogo. Wakashindwa kuwekeza kwenye huo udogo, wakisubiri ukubwa, mwisho wa siku uzeeni wanakuja kuonekana kama ni wazee masikini. Kwa hiyo vijana, tuamke katika kuwekeza kidogo chetu tulichokuwa nacho, ili kuondokana na dhana ya kuja kuwa mzigo wa taifa miaka 40 ijayo, kuishi kwenye maisha mazuri. Leo mtu akiambiwa nenda Mkuranga akatafute kiwanja, anaona Mkuranga mbali. Akiambiwa nenda Mbande kaangalie kiwanja, anaona Mbande mbali. Akiambiwa nenda Mwanarumango kuna kiwanja, anaona Mwanarumango kumepitwa na wakati.
Akiambiwa nenda Kivule kuna kiwanja, anaambiwa Kivule kwangu mimi bado vitu vyangu havitokamilika. Lakini hiyo yote ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ndoto ya kutazama maisha ya waliofanikiwa, pasipo ndoto ya kutazama kwenye kidogo chake ambacho kesho kinaweza kuwa kikubwa, na kujikuta maisha yake ya uzeeni anaondoka katika sifa ya umaskini. Kwa hiyo vijana, tuamke, tuthamini kidogo chetu, ndiyo mwanzo wa kikubwa kwa maisha ya baadaye. Asanteni sana.